on fire, this love is on fire, on fire, on fire. Oi. Hata tumekubali Ngoma imenyoka. Ngoma inakubali. Ladies and gentlemen, it's a boy, fresh boy, na ngoma yake I do. So ingia hapo mtandaoni, fanya mambo yako hapo, support manze, support, ngoma ni tamu. So mimi nimekubali. Wapenzi na wapendwa, siku ya leo niko na furaha kubwa sana kwa sababu nimekutana na kijana hapa. Tumewahi kutana hapa nyuma kidogo, akaniambia kwamba yeye ni msanii, angependa nimfanyie interview ili tuweze kujua mambo yake kumhusu. So siku ya leo amekuja, hata siku anajua kwamba atakuja. Ni mjamaa mzuri sana ambaye ni msanii and kuna talent kabisa. So mimi nilibahatika kusikiza ngoma zake 1 2 3 nikafurahi. So leo tutaenda kujua mambo mengi kumhusu. Hope pia nyinyi mtaweza kufurahi. So atatuambia yeye ni nani, anajishughulisha na nini, karia yake ya muziki iko aje, ili muweze kumfahamu kiundani. So karibu ndugu yangu. Yo, vipi? Cha kwanza nawasalimia. Mimi naitwa Commander J Fresh Boy. Ja, that is my name. Ukienda platform zote unanipata huko. YouTube, Instagram, TikTok, na zingine mingi huko ndani. Umesema unaitwa jina ni Commander J Fresh Boy. Commander J Fresh Boy. Yeah. Kumaanisha mtu akienda YouTube aandike Commander J Fresh Boy. Yeah. Ama andike Fresh Boy Music, ama hebu tupe jina kamili yenyewe. Jina kamili ni Commander J Fresh Boy. Hivyo mtu akiandika hivyo kwa YouTube anakupata. Yeah. Okay, fresh. Umesikia jina, enda stream ngoma zake hapo muweze kujibamba kabisa. So kabla toke hapa atatupea akapera kiasi tubambike. Unaona? Asiwe anasema yeye ni msanii kumbe ni msanii wa kuania au kutengeneza kwa studio. So bila kuchelewa tuanze kipindi. So kama kawaida hapa yenye mimi hufanya interview, tunaanzanga kwanza na relationship, halafu baadaye ndio tunaingia kwa mambo mengine zaidi. So nataka tujue kwamba umeoa ama umeolewa ama wewe ni kijana ambaye unajitafuta upate mpenzi ama labda ni gani? Cha kwanza sijaoa. Hujaoa. Mimi ni kijana. Kijana mpole, kijana mtulivu, mwenye ananga mambo mengi. Bado niko single. Hapo umeruchoja mzee. Msanii anakuaje single? Msanii anakuaje? Huwezi jua? Wewe. Mzee si unajua tu ukiingia DM mzee message zimejaa hivi. Lazima. Unaona tembo wanakusaka. Lazima. So ukisema uko single unakuwa unanichanganya sana. Lazima usakwe nao. Sikatai. Lakini unaangalia ni nani anakusaka. Sasa unafiri wapi ndugu yako? Unaangalia nani anakusaka. Cause by the way tunakuanga na DM mingi, lakini wenye wanakujanga wanakuuliza like uwezi kuwa single. Utamwambiaje kama wewe hauko single? Na najua ni msanii kitu ya kwanza. Na umewahi pata DM kupitia DM? Si moja kupitia DM. Si moja. Wengi sana. Na ukurasa ukasomwa kabisa. Ama mlichati mambo ikaishia hapo. Sijui nitakwambia aje cause si unajua? Manzi watu washaharibika bro. Watu washangojeka. So kuna place unaweza jiweka hata maisha yako ya usanii ishi hapo. So wewe una handle pressure namna gani ya usanii na music? Mimi mademo wanakusaka huku maisha, kuna music, hizo vitu huo unazihandle namna gani? Ama uko under management? Mimi siko under management yoyote. Mimi na manage. Okay, umesema uko single. Kumaanisha kama uko single, umewahi pata demo hapa nyuma mkawachana, so sasa uko single. Au sio? Hata sio mmoja. Sio mmoja. Wengi sana. Haya sasa nataka nikwambie kitu moja. Kuna wasee wanachocheanga watu sana. Like uko na demo si ndio? Naweza toka na wewe nikiwa na naweza toka na demo wangu hapa nje. Labda kuna msee anamtaka hapo amwambie, huyo jamaa ni msanii. So
ukitaka maisha yako yaendelee, jibishana na yeye sana kabisa. Hao wasio wanakuanga mbaya sana. Like hivyo ndo wasanii wanapata wanakosanga madem. Juu kila demo anajua uko na mrembo wewe. Unacheki. So it's like naweza kuambia kama niko single unaweza kataa. Juu kila demo hata akikuangalia nasemanga huyu msanii hawezi kosa demo. Huyu msanii hawezi kosa demo. Haya sasa ilifanyikaje, ili happen aje mpaka ukakosa? Leo siku ya leo hauna mtu. Uko single kwa nini? Niko single kwa nini? Hivyo sasa mambo yanahappeningi hiyo. Maamuzi yako ama ako na demo. Kila demo ukipatana na yeye juu ni msanii anasema uko na demo. Wasanii tunakuwa na challenge nyingi ya mademo. Wow. Sisahau na hiyo. Wacha tukubali, juu wewe ndio umesema haina noma, sawa? Lakini mimi sikubaliani nani. Sasa katika au mademo wenye umewahi date. Ni demo upi ambayo uliwachana naye, sawa? Paka siku ya leo unamfikiria. Hata sitakangi kusikia hiyo story. Juu mapenzi ilikuwa imenoga. Mapenzi yalikuwa yamenoga. Ushapeleka na dem out. Utumie pesa yako, unatumia yake. Kwa hiyo ulikuwa umewekwa. Sikuwekwa. So ilikuwaje? Hapo bro, hiyo kitu unaenda kukula. Hivyo na unafikirianga bro. Wasanii tunakuanga na challenge nyingi. Na kuna msanii mwenye ameokoka. Kuna msanii. Wasanii wameokoka wengi sana. Ni vile unaona industry venye iko saa hii. Bro, mimi siwezi kuja nikusimulia hadithi yangu nikwambie mimi nimeokoka. Lakini kiundani wangu mimi najua nimeokoka. Unacheki? Mimi najua nimeokoka. Lakini mimi nikikwambia mimi nimeokoka siwezi amini. So huu dem mlipatana namna gani? Mlipatana wapi? Mlipatana wapi? Nilikuwa Mombasa. Shughuli ya music ama shughuli za? Haikuwa shughuli ya music. Ilikuwa like tumeenda huko, nimetulia kwa angle yangu. So si unacheki mnaendanga tu yani mnapiga patrol. Tulikuwa tumepiga patrol. Na angle yangu tulikuwa na gari, so tukaingia kwa club. Mimi nilikuwa mtu wa kaende. So mimi nikaingia kwa club, tukapatana kwa club. Ile unabaianga dem, unaona tu dem ako tu mahali ya idol. Wewe mjui wewe mimi nikambaia nikamnua chupa nikampea. Akakunywa. So hivyo ndo tuligana hiyo dem. Na si eti nilimuongelesha, nilimwambia pewa. Mimi sikujua ni dem mwenye kichele. Kwa sababu ndo tulijuania. Demu akaniambia naitwa fulani, mimi nikamwambia na mimi naitwa hivyo. So demu nikampea namba yangu ya simu, yeye akachukua yangu. So ikakuwa like nilikuwa nimepewa like 2 months ndo nirudi Nairobi. So nikakaa huko Mombasa. In that 2 months tukaanza kujuana na demu. Ile alikujanga kwa nyumba siku moja. Kaniambia anaishi fulani. Mimi hata hakuwa ananiambia kama ako na doo. Mimi sikujua kama ni demu ako na gari. Unaona? Ikakuwa story like tunapatana, tukipatana. Yeye alikuwa anapenda sana hata. Alikuwa anapenda pombe pia. Lakini si yule demu analewa anaanguka ama ni yule demu analewa anaanza kuleta nini. Yana alikuwa anakunywa pombe zingine zilikuwa za high class. So tukaendelea hivyo. Ile nikienda club na nampeleka, ananipigia simu, namwambia niko place fulani, anakuja ama tunampeleka. Yaani in short mimi hata nikimpeleka club si mimi nilikuwa nabai pombe, yeye ndo alikuwa anabai pombe. Kumaanisha wewe umewahi sikia utamu wa pesa za mwanamke. Akakuspoil mambo ikakuwa fresh. Kabisa. Watu mko na bahati mzuri.
So demu hata akikula demu pesa yangu naonanga si. Siwezi unasikiaje kukula pesa ya demu? Yaani hauzuii tu. Kama venye wao ukura yetu kuna venye wanasikia fiti sasa lazima ufurahie juu umepatana na mwenye unakula pesa yake. Unasikia wanaume wengi wanapatanga challenge sana bro. Unapatana na demu saa zote ni nitumie hii. Lazima ukasirike bro. Na uone hapa hakuna life inaendelea hapo. So niliona mimi nimefika. Ile tu kusema kweli mimi niliona nimefika. So life can move on. Sasa mkapendana na mapenzi imeshika vizuri. So ilikuwaje mkawachana? Juu kitu ya kwanza huwezi niambia tulimchoka juu amekula pesa yako. Mrembo ako fiti, wewe uko fiti, so mnafahamu pushi maisha yaende. Mulifikaje hapo mkawachana? Nini lilikababisha? Okay, kuna hizi umesikia nikikwambia mambo na ngoma demo akikono kirombozea huko lazima akasirike anakuambia waachana na hivi. So huwezi acha career yako juu ya mtu unaona uko kazi bado. Unacheki. Yeye alianza ku overthink. Akafikiria unafanya umaraya ukilala nje labda umelala na mademo zingine. Lakini hiyo nayo ni ukweli. Juu umetoka Nairobi. Umefika Mombasa tayari ushapata demo kwa ba. Alafu demo huyo anaona unaenda show. Hapo anajua kama mimi ni msanii. Hapo anajua. Sasa angejua. So, wakati alijua uko na mademo wengine kwa mashow mkiombosewa, aliona wapi? Aliona kwa TV labda ama wewe. Sasa in short after like 2 weeks ndo alijua mimi ni msanii. So after kujua akajijazia kwamba venye alinipata ndivyo amepata watu wengine. Venye nilimpata sasa ndo nilipata wao wengine bado. Sasa si mungekaa chini mzee mwambie ama uwe unaenda na yeye. Hata shida iko hapo. Tulikosana juu ya shida fulani. Yeye alienda hosi akaambiwa acha kutumia hii na bado natumia. Ni personal, ilikuwa personal issues. Wewe ukaona kama ataendelea kutumia ni mbaya kwako. Ni mbaya. Sasa nikimwambia ananiambia si mimi nambaia. Mtu kama huyo sasa unapiga life aje na yeye. Anatumia pesa yake kujibaia, so si mimi namprovide hizo vitu. Yeye ndo anaprovide hizo vitu. So mimi nikaona manzi yenyewe hakuna haja ya kuvumilia mali uprovide. Ni kichere zilikuwa. Kichere ilikuwa. Jikaza. Sasa kama unatumia fare kutoka Nairobi uende Mombasa ukapige sherehe. Ikaenda hivyo ikaisha hivyo, lakini sasa si tunaongeanga but si ile sana mambo na mapenzi saa hii. Mimi nayo nikiona like hatuendani nachorea inajangani sasa nianze kujifinyilia kwako wakati naona there is no way. Si watu wanavumiliana mzee. Si kuvumiliana. Kama mtu ulimpata kwa mtu kama umempata akiwa kwa hiyo issue, kwa hiyo situation, wamempenda na hiyo situation, kwa nini uanze sasa kulazimisha awache wakati unajua ulimpata hivyo? Si unafaa maintain. No. Hiyo ni kitu wako nayo. So for example umeenda club umeambiwa achana na umeenda umeambiwa achana na kuombe. Like in 2 months ama 3 months ama 4 tuseme 4. Unapaswa uache hiyo kitu. Si ndio? Juu umeenda umepima umeambiwa achana na hiyo kitu. Why mbona ukatai kuacha? Si unapaswa uache. Sasa wewe ilikuwa na ku-affect. Ilikuwa na ni-affect juu umeambiwa umeenda umepima umeambiwa uko na hii na hii. So hii kitu upaswi kuitumia. So unapaswa uachane nayo. Ilikuwa na ni-affect juu ni mtu wangu. Na nilikuwa nampenda. So kitu yenye umeambiwa uachane nayo kwanza, unapaswa uachane nayo ndio usirudie kwanza. So wewe uliona kama ni kuumia umie na huko penye wewe yuko. Niliona nakea mtu mwenye ajike. Na hivyo ndivyo iliisha. Hivyo ndivyo iliisha. Mbona sasa ningekwambia hivyo unaniambia I'm not using your money. Natumia pesa yangu. Mapenzi yameisha ukasema hata kama mapenzi yameisha lazima muziki endelee. Ndio ni kipaji. Sasa na kitu umepewa na Mungu upaswe kutumia vibaya. Wewe ulianza kuimba lini? Nilianza kuimba 2021 lakini talanta yangu ilikuja hata nikiwa primary.
Kia Mungu nilikuwa nasikia ngoma huko zikichezwa. Kichwa inakuwa wazimu. Mimi nasikia hiyo ni mambo yako. Hiyo ni mambo yangu. Kaanza kuimba nyimbo za wengine ama ulianza kuandika zako? Tulipatana na wasee. Tukaenda nao kushoot video nyingine hapo fulani. Walikuwa wasanii wakubwa by the way. So tukawa tumejidunga luku kuwashinda bro. So wenye tulifikanga huko, wasee wakaanza kutuambia mwezi tokea kwa video yetu. Kama mnataka kutokea kwa video yetu, lazima mchange do. Sasa tukauliza aje. Sasa nyinyi mnapaswa kutulipa, sio sisi tunapaswa kuwalipa. Sisi tunawalipa aje shwari. Sisi mmetuita tukuje kutokea kwa video yetu. Wakatuambia hapana, nyinyi mnajua mnaonekana kama nyinyi ndo wenye ngoma venye mmedunga walai. Hii video isienda hivyo. Nanyewe tukaona ni ukweli. Tukamwambia ni sawa. Lakini venye tulitokanga huko na best yangu fulani, nikamwambia bro, hapo umeona aje? Hawa sema tudofara ni kama hatuwezi fanya kitu mimi na wewe. Juu mimi nilikuwa kuna kitu ilikuwa inanisukuma, nilikuwa naniambia niende studio. Although ilikuwa siku yangu ya kwanza, but I try. Studio. Yani I try everything. Ni try. Bro, ukipatana na changamoto zozote, lazima upatane na ile changamoto. Kwanza ukienda kwa kurekodi, si unajua lazima ile mic lazima kwanza ifute sauti yako kidogo. So ilikuwa ile unatezi, lakini but unataka kujikakamua. Juu unajua hiyo ni kitu iko ndani yako. Huko enda kurekodi ukafukuzwa na producer akwambia enda chini. Sinje ifanywe hiyo. Haya, sasa hivi nilifika ngapo nikamwambia iko hivi, niko na tatizo fulani. This is my first so nataka unifanyie hivi na hivi. So ukisikia kuna place inaenda vibaya, wewe niambie. Kaniambia okay, nishakuelewa bro. But najua kuna kitu iko ndani yako. So fanya kitu. Okay, sasa hizo far uko na nyimbo ngapi? So far niko na tuseme 18 ama 16 hapo. Latest inaitwaje? Latest inaitwa I do. Tunaweza ionja usikie utamu. Unaweza ionja hiyo na. Hiyo though ilikuwa freestyle. Ni mali unafikanga unaona, yani unataka kutoa kitu hata watu wakujue, like nilitoa nikana niambia demo. Ndio hiyo demo ndio nampenda. Although hakuwa demo, nilikuwa nimetoa tu ngoma tu. Kwanza mention kwanza nyimbo kadhaa zenyewe umefanya. Kuna ngoma nimefanya collab na Tata Boy. Mzee fulani mkubwa sana kutoka Mombasa. Studio iko Kilo Sound. Ndio inajiita Kilo Sound. So kuna ngoma nimefanya na yeye inaitwa Kulukulu. Nyingine? Haya, kuna nyingine nimefanya Inama, nimefanya na msanii anaitwa Super Edits. Haya, kuna nyingine inaitwa Mapenzi Chenga, nimefanya na msanii anaitwa GK Mustafa. Kuna nyingine inaitwa Bebe, hiyo nimefanya yangu, ni single, hiyo ni yangu. Kuna nyingine hapo inajiita Shodem, hiyo ni yangu pia, nimefanya solo. Bro, nimefanya ngoma mingi, hata nakumbuka hata zingine nimeimbia Magufuli. Haya, tupe akapera sasa, tupe akapera. Okay. Acha akapera. Akapera itembei. Bali iko aje hapa? Akapera. Inaenda hivi. Commander J Fresh boy on this one. This song I wrote for you baby, only you. Nataka uwe wangu wa moyo, only you. Fresh boy nimechoka kula kwa macho, my lady. Nataka uwe wangu wa ndoto, oh baby. Utamu penzi washasema kupendwa, na kwako nimejipa mwenyewe. Penzi limenonga limemea kinundu, bali na wewe sitoondoka. Umenishika umeniteka, kwenye penzi lako sitotoka. Umenishika na nitekenya na cheka, oh baby. I do. Baby, I do. Baby, I do. Na vile penzi lako limenyoga. Baby, I do. Na vile umenikamata mateka. Baby, I do. This love is on fire. Fire. This love is on fire.
Fire. Oi. Manze tumekubali Ngoma imenyoka. Ngoma inakubali. Ladies and gentlemen, it's a boy, fresh boy na ngoma yake I do. So ingia hapo mtandaoni, fanya mambo yako hapo, support manze, support, ngoma ni tamu. So mimi nimekubali ngoma unaweza. Juu nilikuwa nafikiria ni jaba, unaona? Unaona ni jaba, hata ukiniambia wewe ni msanii kwa na jokes. Mimi ni msanii bro. Hiyo ni kitu kwa damu. So unatamani kuwa na management kwa sababu umesema unajisimamia mwenyewe, unatamani kuwa na management ama nikapata bro, inaweza kuwa sawa sana. Naweza furahia. Kwa hii music inataka mtu mwenye amejipanga, ako na do. Sasa hiki wangu yangu ya do iko chini sana. So unapata saa zingine siendi studio, nimekawia hata kuposti video zingine, siwezi upload video, juu bado lazima uko na kichele. Yeah. Okay. Sawa, hope message yako imefika. Kama kuna Kama kuna msee ambayo unatusikiliza, ungependa kusupport huyu kijana, utaniwachia namba yake ya simu. Ukipiga hii namba iko hapo kwa description, utaweza kumpata. Very simple. So nimeshukuru sana na muda wako ndugu yangu. Kiwa na mambo nyingine mpya mzuri ya kuchangamsha game, karibu tena. Nashukuru. Haya, safi sana. Haya.